Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah. Ikhwani, kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Leo ndugu yako mimi Maalim Suleiman Ngusura, nikiwa nipo katika nchi ya South Africa, maeneo ya Cape Town. Niko South Africa, maeneo ya Cape Town. Nimekusudia leo kukujulisha wewe ndugu yangu ndoto ambazo ukiota ujue uko hatarini katika maisha yako. Kuna ndoto ambazo pale utakapokuwa ni mwenye kuziota ujue kabisa upo katika hatari, maisha yako yapo hatarini. Haraka sana mtafute anayejua kukuombea dua, akuombee dua ili kubatilisha hali hiyo ambayo inaweza ikakutokea katika maisha yako. Ndugu yangu, hizi ndoto ziko za namna nyingi au ziko nyingi, ama kwa leo nitakutajia kwa uchache. Kuwa makini katika kunisikiliza. Ndoto ya kwanza, ukiota ndege ametua kichwani kwako, ujue hilo ni balaa zito. Ndege amekuja akatua katika kichwa chako, hilo ni balaa zito. Lakini pili, ukiota wadudu wanakutafuna, wadudu wanakutafuna, unaota wewe wadudu wanakung'atang'ata, wanakutafuna katika mwili wako, hilo nalo pia vile vile ujue ni balaa, ujue vile vile ni katika mtihani mzito au ni balaa zito. Tatu, ukiota ndugu yako aliyefariki anaendesha gari au mashua kisha akasimamisha ili upande, na baadaye kweli nawe ukapanda na mkaondoka wote. Sawa? Ndugu yako aliyekufa unaota anaendesha chombo, anakuambia njoo, alafu na wewe ukapanda kwenye chombo chake, wote mkaondoka pamoja. Hilo kuwa nalo makini sana, ni mtihani mzito katika maisha yako. Lakini pia vile vile ukiota upo harusini, upo kwenye harusi, wewe ndiyo bwana harusi au wewe ndiyo bibi harusi, na umepambwa vizuri na shangwe ni nyingi, watu wanashangilia. Umepambwa wewe, uko kwenye harusi, au wewe ni bibi harusi au baba harusi, umepambwa, watu wanakushangilia. Japo unaweza kuona kama sura yake ni nzuri, lakini ukiota hivyo pia ni hatari kwako katika uhai wako. Lakini pia ukiota mkeo au mumeo au ndugu au rafiki yako wa karibu anabadilika uso, anakuwa mnyama au shetani. Umeota ndugu yako wa karibu au mkeo au ndugu yako au rafiki yako, uso wake umebadilika, umekuwa ni uso wa shetani. Uso unakuwa kama shetani hivi, jua huyo mtu atakusaliti na atakufanyia mabaya. Lakini pia vile vile ukiota unagongwa na nyoka, jua hapo ndugu yangu umerogwa. Kwa hiyo manake ni hatari kuota unagongwa na nyoka. Naam, pia vile vile ukiota umekamatwa na umefungwa pingu au kamba au umewekwa jela au kizuizini. Ukiwa unaota ndoto ya namna hiyo, umekamatwa, umefungwa pingu au kamba au umewekwa jela au umewekwa kizuizini, hiyo ni hatari kwako. Sawa? Naam. Lakini pia vile vile ukiota unaporwa au unaibiwa, hasa zikiwa zinajirudia rudia, unaporwa hali kitu chako au kimeibiwa kitu chako, sawa, au unaibiwa, hasa ndoto hizi zikawa zinajirudia rudia, basi ujue ni hatari kwako. Ukijiona hivyo, haraka sana mtafute ambaye anayejua kukuombea dua akufanyie dua ndugu yangu, ujue uko hatarini katika mazingira ya maisha yako. Naam, ukiota mzazi wako aliyekwisha kufa, yani mzazi wako alikufa alafu ukaota anakufa tena,
Unaona, yani umelala, unajua mzazi wako amekufa, lakini sasa unaota usingizini mzazi wako amekufa, hali ya kuwa amekwisha kufa. Pia chukua tahadhari, sawa? Chukua tahadhari, hiyo nayo ni mtihani. Lakini pia vile vile ukiota unaporomoka kwenye miporomoko au unaingia kwenye mashimo, unaporomoka kwenye miporomoko mikubwa, unaingia kwenye mashimo, sawa? Pia vile vile chukua tahadhari, ndugu yangu. Na tahadhari ya kuchukua maana yake ufanyiwe dua au ufanye dua ili tatizo hilo liweze kuondokana, ili mitihani hiyo, mabalaa hayo yanayotaka kukukumba sasa yasiweze kukupata, au yaliyokwisha kukukumba ili yaweze kuondokana. Ndugu zangu, wako watu waliota ndoto kama hizo wakadharau kuzifuatilia. Leo maisha yao yameharibika na wengine hatunao tena. Ndugu yangu, usidharau. Ndoto zina tafsiri zake na ndoto zina mambo yake. Usije ukadharau ndoto yako. Naam, baada ya maelezo hayo machache, ni mimi ndugu yako Maalim Suleiman Ngusura. Kwa sasa nipo katika nchi ya South Africa. Mwezi huu wa 5 mwaka 2023 pamoja na mwezi wa 6 nitakuwa katika ziara ya nchi ya South Africa, na kisha baada ya hapo inshallah tutakuwa wenye kurejea kuelekea katika majukumu mengine ya kiofisi zetu za dua. Alhamdulillah, kama tunavyosema, tunaendesha ibada ya dua, kumwombea mtu dua popote pale alipo katika ulimwengu tuliokuwa nao. Uko Marekani, uko China, uko Uingereza, uko South Africa, uko Malawi, uko Zimbabwe, uko Mozambiki, uko nchi yoyote ile, muda ambao pale tutakapowasiliana tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu atakufanyia wepesi kwa uwezo wake na kwa kudura zake insha Allahu. Ama namba ya simu ya kunipata katika mawasiliano, nipigie kwa kutumia WhatsApp. Namba zangu ni namba za Kitanzania, lakini utanipigia kwa WhatsApp, utanipata na tutaongea na nitakujulisha nini cha kuweza kufanya katika utaratibu wa kukusaidia au kukufanyia dua za namna mbalimbali. Dua zingine ni za kinga pia. Utakiwe kukaa tu mwili wako kawa mwepesi, lazima ufanyiwe kinga. Usome dua za kinga nyumba yako, mwili wako, familia yako na kadhalika, pamoja na hata biashara zako, kwa uwezo wa nani? Wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Namba zangu za simu ni kama ifuatavyo: ni alama ya jumlisha, kwa sababu ni WhatsApp, utaanza hivyo: alama ya jumlisha 255 alama ya jumlisha 255 kwa maana ya kwamba plus 255 762 66494, au namba nyingine plus 255 716 447727. Kwa Kiswahili manake alama ya jumlisha 255 716 447727. Naam, alhamdulillah. Ndugu yangu, ofisi zetu ziko maeneo mbalimbali, ila ofisi kuu iko Dar es Salaam, maeneo ya Tabata Kisiwani. Dar es Salaam, Tabata Kisiwani, katika madrasa ambayo inaitwa Anwaru Shamsia. Alhamdulillah. Lakini kwa sasa tuna ziara fupi tu katika ardhi ya nchi ya South Africa. Kwa haya machache, tutakutana tena katika madarasa mengine insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.